fungu lile la 10. Zaburi 95 fungu lile la 10. Sawa? Anasema hivi, miaka 40 nalihuzunika na kizazi kile. Yaani kwa muda wa miaka 40 alikuwa anashughulika na kizazi kile. Kwa hiyo kizazi ni miaka mingapi? 40. Si mnanielewa vizuri? Yaani tunaposema kizazi hiki kwa mujibu wa Biblia, sawa, ni miaka mingapi? 40. Ndio maana Yesu anawaambia hakika kizazi hiki hakitofanya nini? Hakitopita. Ndio maana ukienda kwenye Mathayo 24, twende kwenye Mathayo 24 pale. Turudi kwenye Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Sawa? Anasema hivi, fungu lile la 32 tumeliona, tunakwenda fungu la 33. Anasema, kadhalika myaonapo hayo tambueni ya kwamba yu nini? Karibu. Yaani kama vile ambavyo 32 anasema kwa habari ya mtini. 33 anasema nanyi myaonapo hayo jueni yu karibu mlangoni. Fungu la 34 anawaambia, amini nawaambia kizazi hiki hakitapita hata yote yatimie. Kulikuwa kuna application mbili. Application ya kwanza ilikuwa ni kile kizazi kitakachoshuhudia anguko la nini? Mji wa Yerusalemu. Lakini kizazi kingine ni kile kizazi kitakachoshuhudia, yaani kile kizazi cha 4 kitakachoshuhudia ukamilifu wa yale yote aliyozungumza Yesu. Kizazi cha 5 hata ruhusu kiendelee kwa muda mrefu. Yeye anarudi mawinguni kuja kuchukua watakatifu wake. Ndio maana anasema, sawa, hakika kizazi hiki kitakachoshuhudia na hiki ambacho kitashuhudia anguko la nini? Kwa hiyo Mathayo 24 inazungumzia vitu viwili kwa wakati huu. Inazungumzia dalili za kuja kwake Yesu, lakini pia inazungumzia dalili za anguko la mji wa nini? Yerusalemu. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo kizazi ni miaka 40. Sasa twende kwenye Ezekiel sura ile ya 9 ili tumalizie kwanza. Sawa? Tumesema kwenye Ezekiel sura ya 8 tunaona chukizo la 4. Baada ya chukizo la 4 hakuna kinachofuata. Ezekiel 8 inapoisha, Ezekiel 9 inaanza. Ezekiel 9 inazungumzia nini? Anasema hivi, fungu la kwanza, kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru waliosimama katika mji wakaribie, kila mmoja awe na kitu chake cha kuangamiza mikononi mwake. Unapolisoma hili fungu, unakumbuka maandiko ya kitabu gani kwenye Ufunuo? Tena nimeshawatajia. Wewe tu niwaambie sasa, unakumbuka sura gani kwenye kitabu cha Ufunuo? Fungu la kwanza, sura ya 9 anasema hivi, kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu. Akalia kwa sauti? Kitabu nimeshawaambia, ila sura sasa. Akalia kwa sauti? Alafu anasema hivi, maana yake akisema akalia kwa sauti kuu, naomba niwaulize, huyu anayelia kwa sauti kuu ni binadamu? Ni malaika? Asante. Ni nani? Kwa hiyo anaposema kwamba kwenye lile fungu la kwanza kwamba kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wanaosimamia mji wakaribie. Kwa maana nyingine, malaika waliokuwa wametulia wanazuia mambo mabaya kwenye huu mji kama malaika walinzi. Waambie wote wasogee. Kuna jambo nataka kuwaambia. Kuna kazi nataka kuwapatia. Sikiliza, twende. Alafu nitakuja kuonyesha hicho kitabu sasa ambacho kinafanana na hiki ambacho tunakisoma hapa. Anasema hivi, waamuru wasimame katika mji wakaribie, kila mmoja awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi. Kwa hiyo hawa kumbe tumegundua sio nani? Sio binadamu. Ni nani? Wanaitwa sasa, lakini kila mmoja ashikilie kitu cha kuangamiza. Kwa nini kitu cha kuangamiza? Kwa sababu kizazi cha 4 kimetimia. Machukizo yamejaa kikombe. Kinachofuata pale inabidi niwafyeke mbali. Lakini pamoja na hayo machukizo kuwa yamejaa, ghadhabu yangu inataka ishuke. Huyo ni Mungu sasa, sio mimi. Ghadhabu yangu inataka ishuke.
wapo watakatifu wangu. Sikiliza, tuendelee. Anasema hivi, kumbuka sura ya 8 na sura ya 9. Sura ya 8 inapoisha, sura ya 9 inaanza kuendelea. Anasema hivi, kitu chake cha kuangamiza, fungu la 2. Natazama watu 6. Sasa hapa watu 6 usifikiri ni watu, ni malaika waliokuwa na mfano wa nani? Mnakumbuka Ibrahimu? Haya, ngojeni niwaulize swali jingine. Lutu, wale waliokuja kwa Lutu walikuwa ni watu? Malaika waliokuwa na maumbile ya binadamu. Asante. Kwa hiyo hawa nao Biblia inaposema watu ni malaika wenye maumbile ya nani? Asante. Tena pale zungushia pembeni, andika malaika, angels, ili sikuchanganye. Sikiliza, anasema hivi, kwa sababu Mungu hatumi watu kwenda kuangamiza. Sawa wenye shughuli yao hapo. Anasema hivi, wakaja wakitokea katika njia za lango kuu zielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake. Na mtu mmoja kati ya hao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha maandishi kiunoni. Amevaa nini? Bafta. Alafu kwenye ile bafta ana kitu kiunoni chake, kwenye kiuno chake kina wino. Ule wino ulikuwa una kazi gani? Sikiliza, anasema hivi, wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Fungu la 3. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umetanda juu kutoka katika kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka katika kizingiti cha nyumba. Akamuita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, yule kerubi. Sasa akamuita yule malaika aliyekuwa na mfano wa umbo la kibinadamu, alikuwa amevaa bafta, mwenye kiwino kwenye kiuno chake. Anasema hivi, mwenye kidau cha wino cha maandishi kiunoni. Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita katika mji wa Yerusalemu ukawatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Kwa hiyo kumbe, wakati haya machukizo yote yanaendelea, wapo watu wa Mungu ambao walikuwa wanayaona yale machukizo, wakawa wanamlilia Mungu. Sasa hapa ndipo anaposema kwamba hao waliokuwa wananililia mimi na kutuma we malaika mwenye bafta, nenda kawatie alama kwenye vipaji vya nyuso zao. Sikilizeni, anasema hivi, sawa. Fungu la 5. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapiga jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Fungu la 6. Waueni kabisa mzee, kijana, msichana, watoto wachanga, tena anzeni na patakatifu. Yani anzeni kwenye nyumba yangu. Kwa wale waliokuwa wanafanya machukizo, kabla mjatoka nje, anzeni kwenye nyumba yangu. Kwa nini? Kwa sababu mlango wa rehema utaanza kufungwa kwenye nyumba ya nani? Yani ngojeni niwaambie, ukisikia amri ya Jumapili imetangazwa Marekani, mlango wa rehema kwa Waadventista wa Sabato umefungwa. Endeleeni kucheza na dhambi tu. Kwa nini? Anasema anzeni na patakatifu pangu. Unataka nikupe fungu linalothibitisha? Haya. Fungua waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 fungu lile la 17. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 fungu lile la 17. Aliyepata hapo asome haraka. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi. Asante, ishia hapo. Kuanza katika nyumba ya nani? Ikianza na nani? Naombeni niwaulize swali. Kanisa la kweli ni lipi? Linaloshika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ni lipi? Msimungunye maneno. Ni lipi? Waadventista. Sasa anasema wakati umefika
kwa hukumu kuanza kwenye nyumba ya nani? Kabla ya kuwafikia. Kwa hiyo hukumu inaanza na sisi. Ndio maana huyu malaika anaambiwa anza na patakatifu pangu. Wale waliokuwa wanafanya, tumesoma wazee wakawa wameleta wadudu, wanyama wa kila aina, wale wanawake wanamlilia Tamuzi, wote hawa walikuwa ni wa nyumba ya nani? Kwa hiyo hapa malaika anaagizwa, anaambiwa anza kushughulika na hao, uwa wote, usiache hata mtoto. Kuna siku kuna mtu aliwahi kuuliza hapa, sasa mtoto anakuwa ametendaje dhambi? Na kuna wakati mwingine na sisi watu tunakosea, eti mtoto unamuita malaika. Hivi hauka mtoto unamuitaje malaika nini? Eti mtu anakwambia kwa sababu hajui dhambi. Nani amekwambia malaika hajui dhambi? Anajua dhambi lakini hajawahi kutenda nini? Alafu huyu ameumbiwa udongo. Mwisho wake ni nini? Malaika hajaumbiwa nini? Huko kumfananisha na malaika kuna, yani wanajiuliza kunatokana na nini? Kwa sababu mtoto hajui ama na malaika una uhakika kwamba hajui? Kama hajui dhambi, kwa nini unapoanza kupiga midundo hapa, midundo ile ya kuselebuka, malaika wanaondoka na wanakunja mbawa zao, wanalia, wanakuachia ibada yako uselebuke vizuri? Kama ungekuwa hawajui dhambi, si wangeendelea kubaki hapa waselebuke na wewe? Halo? Sasa kule kuwafananisha watoto na huwa kunatokana na nini? Hebu wakina mama mnijibu vizuri, maana nyinyi kana shida haka ni kama malaika. Hapa anasema uwa wote, mpaka watoto. Mpaka nani? Ndio maana nakwambia mzazi umebeba hatima ya mtoto wako. Mtoto akifa bado mdogo, hajui lolote, akazikwa, hatima ya yule mtoto kuulisi uzima wa milele ama kutokuulisi uzima wa milele inategemea na wewe mzazi. Yesu atakaporudi utafufuka ufufuko wa kwanza au utasubiri ule wa pili wenye aibu? Kama ni ule wa pili wenye aibu, na mtoto wako hatafufuliwa, afufuliwe kwa ajili ya kazi gani? Hivi nyinyi mnafikiri kwamba Mungu eti ni kwamba ana malaika wake? Ana malaika wake, si ataenda kwa malaika wake akamleta? Hapana, haiko hivyo. By the way, malaika hawaendi kulea watoto mbinguni. Malaika watakachokifanya, watabeba vile vitoto na kuvipeleka kwa mama zao ambao ni watakatifu, kisha watapewa, mama, katoto kako kale ambako kalilala usingizi wa mauti aka hapa. Mama karibu. Atabeba mzigo wake. Yule mtoto anakuwa bado hajajua chochote, hajatenda chochote kile kibaya, isipokuwa kuzaliwa kwake kumezaliwa na ile kitu inaitwa urithi wa uovu uliofanywa na baba zetu Adamu na nani? Yes, ndio maana sasa hivi mtu anakuuliza, kuna kitu kingine pia tunakosea sana. Sasa hivi mtu anamwambia hivyo, unafanana na nani? Mimi nafanana na Mungu sababu nimeumbwa kwa mfano. Nani anakuambia mpaka leo wewe una mfano wa Mungu? Wewe una mfano wa Adamu, sio wa Mungu. Aliyekuwa na mfano wa Mungu ni nani? Adamu. Kama asingetenda dhambi, vizazi vilivyofuata ndio vingekuwa na mfano wa nani? Wa Mungu. Mmenielewa vizuri? Mama, unanitazama hivyo nikufungulie maandiko? Mimi ukinikata jicho tunafungua maandiko. Mwanzo sura ya 5. Twendeni hapo. Mwanzo sura ya ngapi? Mwanzo sura ya 5. Mwanzo sura ya 5. Anasema hivi, kwanzia fungu la kwanza. Hivi ndivyo vizazi vya Adamu siku ile alipoumbwa, mtu kwa mfano wa Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Fungu la 3. Adamu akaishi miaka 130, akamzaa mwana wa nini? Wa sura yake na kwa mfano wake. Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano, Adamu baada ya dhambi naye anazaa mtoto kwa sura na kwa mfano. Wewe ni mfano wa Mungu na sura yako. Nyinyi acheni hiki kitu.
Sawa, Wakolosai sura ya 4. Wakolosai 4. Ngoja mama. Wa Filipi. Wakolosai 4, 11 anasema hivi, na Yesu aitwe Yusto. Hao ni watu wa tohara. Na Yesu aitwa Yusto, hao ni watu wa tohara. Tena hao peke yao ni watendakazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa nani? Nao walikuwa ni faraja kwangu. Asante. Ukienda Israeli mama kule, wakina Yesu ni wengi mno. Tofauti yao na yule ambaye tunamzungumzia hapa, yule alikuwa ni Yesu lakini jina Yesu mama kule wako wengi mno. Kumuita malaika hakufanani, ni sawa na nani? Ila kuna ile pale kwamba unasema anya kakatoto akajicho chochote ni kama malaika. Umeona mama tofauti yake?